Wanawake hao wamesema yapo makundi ya wanawake yasiofahamu kabisa umuhimu wa siku hiyo na kuhisi kutengwa, huku wengine wakitumia nafasi hiyo kuwahamasisha wengine kuadhimisha siku hiyo katika kufanya kazi kwa bidii ili kuondokana na utegemezi. Tufikiri kwa sababu tupo lakini tunakuwa kama vile hatupo. Ila sisi wenyewe tunasherehekea kulingana, tupo katika kazi zetu. Kwa hiyo niko hapa nasherehekea kulingana sehemu nilipokuwa. Kwa hiyo nasherehekea kwa kufanya biashara yangu. Tulikuwa tunapenda kwanza tuanzie chini, uongozi wa chini. Wenye vitu watutembelee, madiwani watutembelee, wabunge watufikie, hata ikiwezekana Rais Mama Samia afike ili aweze kutusikia vilio vyetu. Hii kazi alikuwa anaifanya mume wangu aliponiwa. Kwa hiyo mimi nikaamua kuungana naye. Kazi kama kazi tulikuwa tunafanya wote pamoja. Tangu 2006 mpaka 2015 Mungu alipomtoa basi akawa ameniacha peke yangu. Kwa hiyo mimi nikawa naendelea mimi kama nini. Mwanzo niliona kama kazi ni ngumu. Kwanza kwamba ananilazimisha, kwanza ananionea. Yaani sikubali kabisa mwanzo. Wapo wanaume wanaokuja wanasema nataka nimlete mke wake, anakakomea hamleti. Pengine anaona hawezi kuifanya. Kwanza ni ngumu kwa utendaji kazi wetu. Mimi napenda waje wajifunze na wao wafanye. Ili tufanye wote, sitaki kupenda kwa peke yangu. Tuwe wengi kidogo. Wanawake kwa sasa hivi tunatakiwa kupambana. Mwanamke ni kupambana, sio kujikalisha nyumbani. Hata kama ukiwa na mume wako, ndio mume wako kufanya biashara. Sisi binadamu kuna leo na kesho mume wako anakutoka duniani. Je, utaanzia wapi? Mwanamke ni kupambana na sio tegemezi kwa mwanaume. Toka leo kuna mwingine hajui kabisa na ni mwanamke kwa sababu tu haichukuliwi serious. Kwa hiyo inatakiwa aweke mkazo kwenye hilo, wao serious, kila mtu ajue hilo na kila mtu ajue kwamba umuhimu wa mwanamke ni upi. Akizungumza katika kikao cha kamati ya ushauri mkoa wa Morogoro kilichokutana kujadili mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2025-26, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima ameagiza maadhimisho ya siku ya wazee na wanawake yapewe kipaumbele kwa wahusika, kwa kuwa lengo la maadhimisho hayo ni kuwafikia walengwa husika na jamii kwa ujumla. Kesho kutwa tukikaa kwenye sherehe za kina mama za taifa tutaona Sharifu ameleta kina mama wangapi kutoka Gairo. Utasema umekuja wewe na yule mama unayemkaimisha dedi. Na sijui na mtendaji kata gani sita utapita pale. Na haya kina mama kutoka Gairo, anaanza mwenyewe Sharifu. Na wenzake watatu hao ndio hao wamemaliza. Tutaulizana maswali magumu. Kwa mimi nakuombeni hivi vitu mnavyoona hivi, siku ya wazee, siku ya kina mama, tarehe 3 Disemba, nani mwenyekiti wa walemavu, ile siku ya walemavu. Kwa hiyo narejea tena, kuna walemavu, watu wenye ulemavu tarehe 3 Disemba, kuna watu wenye ukimwi tarehe 1 Disemba. Sisi tarehe 1 Disemba inakuwa ile. Kuna sikukuu ya wazee tarehe 1 Oktoba. Kuna sikukuu ya kina mama tarehe 8 Machi. Hizi mtakuwa mnakumbushwa, lakini wala hauhitaji ukumbusho. Tangu kuanzishwa kwa maadhimisho hayo yamechochea kwa kiwango kikubwa juu ya usawa wa kijinsia katika nyanja mbalimbali duniani, ambapo kitaifa mwaka huu maadhimisho hayo yanafanyika jijini Arusha na mgeni rasmi ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati mkoa wa Morogoro ukiadhimisha kimkoa katika wilaya ya Kilombero yakibebwa na kauli mbiu wanawake na wasichana mwaka 2025, tuimarishe haki na usawa na uwezeshaji.